Unajua kosa kubwa ambalo watu wengi tunalifanya ni kukimbiza vitu haraka haraka, vitu ambavyo vinahitaji muda wetu. Tunataka mapenzi kwa haraka, tunatoa uaminifu wetu kwa haraka, tunamwamini mtu kwa haraka ambaye tumekutana naye siku kadhaa, na vitu vingi ambavyo vinavyoharibu maisha yetu tulivikaribisha wenyewe bila kujua. Leo nataka nikufundishe vitu vitatu ambavyo vitakusaidia kama kweli unataka kulinda amani ya moyo wako, akili yako na maisha yako kwa ujumla. Karibu kwenye chaneli yangu kama wewe ni mtu ambaye unayejijenga confidence, mindset na self-worth. Hii video ni kwa ajili yako. Kuna hekima moja muhimu sana maishani. Sio kila kitu kinachokuja haraka haraka kwako basi kina maana. Mara nyingi kile kinachokuja polepole ndiyo kinadumu kwenye maisha yako. Kwa hiyo usikimbilie vitu kwa haraka na usikimbilie kumwamini mtu ambaye umekutana naye tu ghafla. Mpe muda. Kila kitu kinahitaji muda. Hebu tuongee kwa undani. Namba moja, usipende kwa haraka. Usimpe mtu moyo wako kwa haraka. Najua pale tunapokutana na watu wanaotujali, wanaotupa attention na wanaotufanya tujisikie special, tunawapa moyo wetu kwa haraka sana, na hapo ndipo watu wengi wanapokosea. Unavyopenda kwa haraka, mara nyingi unakuwa unaongozwa na hisia. Unakuwa unapenda vile anavyokufanya ujihisi, sio mtu halisi alivyo. Kwa hiyo kabla hujampenda mtu jiulize, je, ninampenda vile alivyo au hisia zangu zinaniongoza muda huu? Na shida ni hii, hisia zinaweza kudanganya, lakini tabia haiwezi kujificha kwa muda mrefu. Ndiyo maana tunaona mtu anaweza kuwa perfect kwa wiki moja, lakini baada ya muda tabia yake halisi inaanza kujitokeza. Kwa hiyo usikimbilie kwenye mapenzi kwanza. Muelewe huyo mtu, msome kabla ya kumpa moyo wako, na mwisho wa siku unajikuta ukisema nilikuwa kabisa sielewi huyu mtu ni nani. Namba mbili, usitoe trust yako kwa haraka. Trust ni kitu cha thamani sana, ni kama funguo kwenye maisha yako, na kosa kubwa tunalofanya, tunampa mtu funguo zote kabla hajathibitisha kwamba ana deserve trust yetu. Mtu akianza kukujali, kukupa attention na kukwambia maneno mazuri, unamwamini na unaanza kumfungulia kila kitu. Lakini ukweli ni huu, trust haitolewi. Trust inajengwa kwa matendo, inajengwa kwa consistency, sio kwa maneno tu ya mdomoni, kwa sababu maneno yoyote yule anaweza kuongea, ila vitendo ndivyo vinatofautisha mtu unayeweza kumwamini na yule ambaye haaminiki. Mtu anaweza kusema na kujali, je, anakuonesha? Anaweza kusema nipo serious, je, yupo consistent? Usimwamini mtu kwa vile anavyosema, mwamini kwa vile anavyotenda. Ukitoa trust yako haraka, utaumizwa tena kwa haraka mno. Namba tatu, usifikiri unamjua mtu kwa haraka. Hili ni kosa ambalo linaumiza kwa kiasi kikubwa. Unakutana na mtu leo, baada ya wiki unajisemea, mimi huyu namjua kabisa. Lakini ukweli ni huu, hauwezi kumjua mtu vizuri mpaka umuone kwenye different situation. Umuone akiwa na hasira, umuone akiwa na furaha, umuone akiwa na hela au wana, umuone akiwa na power. Hapo ndo unaweza ukamjua mtu tabia yake halisi ilivyo. Watu wengi wanaweza kuvaa maski, lakini hawawezi kuvaa maski hiyo milele.
Time ndo kitu kinachofafanua kwa muda sahihi. Kumjua mtu vizuri ni process, sio tukio. Kwa hiyo usikimbilie kusema huyu ni mtu mzuri. Acha muda useme vile alivyo. Watu wengi wanavunjika moyo, wanapoteza amani zao, wanajikuta kwenye maumivu ambayo hayawezi kuisha. Sio kwa sababu hawana akili, bali ni kwa sababu walikuwa na haraka ya kupenda, kujudge, kuamini watu bila kuwajua kiundani. Na maisha yanatufundisha kwa njia moja tu: unachokikimbilia bila subira mara nyingi kitakufundisha kwa maumivu. Lakini ukijifunza kuobserve vitu kwanza, unalinda moyo wako. Kwa hiyo kumbuka vitu hivi vitatu: usipende kwa haraka, usitoe trust yako kwa haraka, na usiseme unamjua mtu kwa haraka. Amani yako ni kitu cha muhimu kuliko hisia za muda mfupi. Pia usisahau kushare, kulike na kumtumia rafiki yako ambaye ujumbe huu utamfaa. I love you guys. Thank you for watching.